Je, umewahi kujiuliza ikiwa ulichoambiwa kuhusu uzee wako ni uongo? Wametufanya tuamini kwamba kufika miaka 60, 70 au 80 ni sawa na kudhoofika, kukata tamaa na kukubali kwamba mwili wako unazimika taratibu, huku meza yako ya kando ya kitanda ikijaa chupa za vidonge. Ni kosa kubwa mno. Nitakachokufichulia leo si ushauri rahisi wa lishe, ni mkakati wa kliniki wa kuendelea kuishi. Nisikilize kwa makini, kwa sababu kilicho hatarini ni uhuru wako. Kwa zaidi ya miaka 20, nimeona katika ofisi yangu wazee waliofika wakiburuta miguu, wakiwa wameshawishika kwamba sukari yao haitashuka kamwe, wakiamini kwamba uchovu sugu na kuona ukungu ndio kawaida yao mpya. Leo, wagonjwa hao hao wamerejesha udhibiti, si kwa muujiza, si kwa dawa ya majaribio ya maelfu ya dola, bali kwa sababu walielewa kemia ya kibiolojia, yani biochemistry, ya kile wanachokitia mdomoni mwao. Leo, nitafichua zana za kibiolojia, ndiyo, matunda, lakini yakieleweka kama dawa hai ambazo zinaweza kurejesha usikivu wako wa insulin. Lakini kabla ya kuingia kwenye mada, nataka kuwa mkweli kabisa nawe. Tasnia ya chakula haitaki ujue hili. Ina faida zaidi kukuweka ukiwa mgonjwa na tegemezi kuliko kukufundisha kula ili kupona. Ikiwa unahisi habari hii ni muhimu, ikiwa unaamini unastahili kuishi miaka yako ya dhahabu kwa heshima na nguvu, bonyeza like, penda maudhui haya na ujiunge subscribe sasa hivi. Fanya hivyo ili algorithm ielewe kwamba afya ya wazee ni muhimu. Usiruhusu habari hii ipotee katika kelele za mtandao. Jiunge na jumuiya hii ya mapambano. Umeshayafanya? Vizuri. Sasa jiandae, kwa sababu tunda namba 1 nitakalolifichulia mwishoni linachukuliwa na watafiti wa hali ya juu kama wakala mwenye nguvu kiasi kwamba chini ya usimamizi wa daktari limeruhusu kupunguza dozi za dawa. Lakini tusitangulie mambo, tutajenga afya yako hatua kwa hatua. Tofauti kati ya mzee aliyelala kitandani na anayecheza na wajukuu zake haipo kwenye jini, ipo kwenye maarifa. Ipo katika kujua ni molekuli zipi maalum zinaamsha ukarabati wa kongosho lako. Na hili, rafiki mpendwa, litakuokolea pesa nyingi katika matibabu ya baadaye. Unapendelea kutumia pesa sokoni au duka la dawa? Chaguo ni lako. Tunda namba 10, tufaa la kijani, green apple. Tuanze na kinachoonekana rahisi lakini kinaficha utata wa kuvutia. Tufaa la kijani. Wagonjwa wengi wa kisukari hukimbia matunda kana kwamba ni sumu, wakidhani yote ni sukari tupu. Kosa kubwa. Kwa kuondoa matunda yote, unajinyima polyphenols zinazolinda figo zako na macho yako. Lakini tahadhari, si matufaa yote ni sawa. Jekundu linaweza kuwa tamu sana, lakini la kijani ni zana ya kurekebisha kimetaboliki. Kwa nini? Kwa sababu ya nyuzi mumunyifu inayoitwa pectin. Nataka uvute picha ya tumbo lako sasa hivi. Unapokula mkate mweupe, wali au keki, tumbo lako ni kama mlango uliofunguliwa wazi. Glucose inaingia kama maporomoko, inagonga damu yako, inatupa insulini yako juu na kuharibu mishipa yako. Ni machafuko. Lakini unapokula tufaa la kijani, pectin inafanya kazi kama jeli, kama mlinzi mwerevu anayefunga mlango huo na kuruhusu glucose ipite tone kwa tone tu. Utafiti wa jarida la Uingereza la lishe, British Journal of Nutrition, ulikuwa thabiti. Ulaji wa mara kwa mara hupunguza sana hatari ya kisukari ya aina ya pili. Lakini hapa kuna siri ya kliniki. Lazima ulie na ganda lake. Hapo ndipo wanapokaa vioksidishaji, antioxidants, vinavyopambana na uvimbe. Tufaa la kijani wakati wa kufunga, asubuhi kabla ya kula, si chakula. Ni ishara unayoupa mwili wako kumwambia, leo tutadhibiti sukari. Nimekuwa na wagonjwa waliobadilisha biskuti yao ya mchana na tufaa la kijani. Matokeo, tamaa ya kula usiku ilipungua na muhimu zaidi, glucose iliyoimara wakati wa mapambazuko. Na nakuuliza sasa hivi, nataka unijibu kwenye maoni ili nijue kama unazingatia. Je, umeondoa matunda kwa hofu ya sukari au umejaribu kubadilisha keki, dessert na tufaa? Andika ndio au hapana hapa chini. Nataka kusoma uzoefu wako. Tunda namba 9, parachichi. Ikiwa tufaa ni mlinzi wa mlango,
parachichi ni fundi kulufi anayerekebisha kulufi zilizopata kustu za seli zako. Hapa ndipo sayansi inavutia. Parachichi kiutaftiki ni tunda, lakini si tamu, na hilo ni linalolifanya kuwa hazina iliyofichwa ya mgonjwa wa kisukari mwerevu. Tatizo la kisukari ya aina ya pili kwa wazee wengi si tu kwamba insulin inakosekana, ni kwamba seli zao hazisikizi insulin. Hili ndilo tunaloita ukinzani. Fikiria insulin ni ufunguo unaojaribu kufungua seli ili eneji ingie. Baada ya miaka ya lishe mbaya, kulufi hiyo imepata kustu, imekwama, glucose inabaki nje kwenye damu, ikiozesha tishu zako wakati seli zako zinakufa njaa. Hiyo ndiyo inayosababisha uchovu. Parachichi na asidi zake za mafuta ya monounsaturated hupiga msasa ufunguo huo, huboresha upenyaji wa utambaa wa seli. Utafiti wa jarida la lishe Nutrition Journal ulikuwa thabiti. Ulaji wa mara kwa mara hupunguza sana hatari ya kisukari ya aina ya pili. Lakini hapa kuna siri ya kliniki, lazima ulie na ganda lake. Hapo ndipo wanapokaa vioksidishaji antioxidants vinavyopambana na uvimbe. Tufaa la kijani wakati wa kufunga asubuhi kabla ya kula si chakula. Ni ishara unayoupa mwili wako kumwambia, leo tutadhibiti sukari. Nimekuwa na wagonjwa waliobadilisha biskuti yao ya mchana na tufaa la kijani. Matokeo, tamaa ya kula usiku ilipungua na, muhimu zaidi, glucose iliyoimara wakati wa mapambazuko. Na nakuuliza sasa hivi, nataka unijibu kwenye maoni ili nijue kama unazingatia. Je, umeondoa matunda kwa hofu ya sukari au umejaribu kubadilisha keki, dessert na tufaa? Andika ndio au hapana hapa chini. Nataka kusoma uzoefu wako. Tunda namba 8, pea. Ikiwa tufaa ni mlinzi wa mlango, parachichi ni fundi kulufi anayerekebisha kulufi zilizopata kustu za seli zako. Huboresha upenyaji wa utambaa wa seli. Utafiti wa jarida la lishe Nutrition Journal ulikuwa thabiti. Ulaji wa mara kwa mara hupunguza sana hatari ya kisukari ya aina ya pili. Lakini hapa kuna siri ya kliniki, lazima ulie na ganda lake. Hapo ndipo wanapokaa vioksidishaji antioxidants vinavyopambana na uvimbe. Tufaa la kijani wakati wa kufunga asubuhi kabla ya kula si chakula. Ni ishara unayoupa mwili wako kumwambia, leo tutadhibiti sukari. Nimekuwa na wagonjwa waliobadilisha biskuti yao ya mchana na tufaa la kijani. Matokeo, tamaa ya kula usiku ilipungua na, muhimu zaidi, glucose iliyoimara wakati wa mapambazuko. Na nakuuliza sasa hivi, nataka unijibu kwenye maoni ili nijue kama unazingatia. Je, umeondoa matunda kwa hofu ya sukari au umejaribu kubadilisha keki, dessert na tufaa? Andika ndio au hapana hapa chini. Nataka kusoma uzoefu wako. Tunda namba 9, pea. Ikiwa parachichi linatumia mafuta kudhibiti, pea linatumia usanifu wa ajabu wa nyuzi. Umewahi kugundua kwamba pea lina muundo wa mchanga? Muundo huo ndio siri yake. Lina seli ngumu, stone cells, na mchanganyiko wa nyuzi mumunyifu na zisizo mumunyifu, zinazozalisha shibe ya nguvu. Adui mkubwa wa mzee mwenye kisukari ni kula, snacking. Ile hamu isiyozuilika ya kula kitu kitamu kwa sababu ubongo unahisi unakosa nishati. Pea hukata mzunguko huo. Hufanya kazi kama kichujio cha kimwili kwenye utumbo wako. Hupunguza kasi ya mmeng'enyeo kiasi kwamba kongosho lako, kiungo hicho ambacho labda tayari kimechoka baada ya miaka mingi, hakihitaji kufanya kazi kwa kulazimishwa. Unalipa kongosho lako mapumziko. Jarida la Marekani la lishe ya kliniki, American Journal of Clinical Nutrition, linigundua kuwa ulaji wa pea unahusishwa na hatari ndogo ya kupata matatizo ya kimetaboliki. Na kuna jambo lingine. Pea lina sorbitol, sukari ya asili ambayo hufyonzwa pole pole sana na kuvuta maji kwenye utumbo. Pia kusaidia na kufunga choo, constipation, ambayo ni kawaida sana katika uzee kutokana na dawa. Kila kitu kimeunganishwa. Lile na ganda, kila mara na ganda. Hapo ndipo flavonoidi zipo.
Pea katikati ya asubuhi ni uwekezaji katika uthabiti wako wa kihisia, kwa sababu sukari yako isipopanda na kushuka kama roller coaster, hisia zako huboreka, uwazi wako wa kiakili huboreka. Unaacha kuwa babu mwenye hasira na kuwa babu aliyepo na mwenye nguvu. Tunda namba 7, balungi, grapefruit. Zingatia hapa kwa sababu tunaingia katika eneo la dawa za asili. Ikiwa pea linachuja, balungi linaamuru. Tunda hili hufanya kazi moja kwa moja kwenye ini. Na usisahau hili kamwe, ini ni meneja mkuu wa glukosi yako. Unapokuwa umefunga, fasting, ni ini lako linaloamua kiasi gani cha sukari litoe kwenye damu. Katika wagonjwa wengi wa kisukari, ini lako limechanganyikiwa, limelewa sumu kwa miaka ya lishe mbaya na hutoa sukari bila udhibiti, hata kama hujala chochote. Imewahi kukutokea kwamba unaamka na sukari iko juu bila kuwa umekula chakula cha jioni cha sukari? Ni ini lako. Balungi lina naringenin, kiwanja hai cha kibiolojia ambacho huliambia ini, basi, acha kuzalisha sukari isiyo ya lazima. Hurekebisha uashiriaji wa insulini. Utafiti katika jarida la chakula cha dawa, Journal of Medicinal Food, lilionyesha maboresho makubwa katika ukinzani wa insulini kwa ulaji wa mara kwa mara wa balungi. Lakini, na hapa nahitaji unipe umakini wako wote, balungi lina nguvu. Lina nguvu kiasi kwamba linaingiliana na dawa. Ikiwa unatumia statins kwa ajili ya cholesterol, dawa za shinikizo la damu au dawa za kutuliza wasiwasi, balungi linaweza kuongeza athari zake na kusababisha sumu. Hii ni dawa ya kweli, si mchezo. Ikiwa unatumia dawa, wasiliana na daktari wako kabla ya kuongeza balungi kwenye lishe yako ya kila siku. Ikiwa hutumii dawa hizo, nusu balungi kabla ya chakula inaweza kuwa mshirika bora wa kuandaa uwanja wa metabolism. Hufanya kazi kama mmeng'enyaji wa kwanza anayehakikisha kuwa utakachokula baadaye hakikudhuru. Inavutia, sivyelo, jinsi asili inavyojibu kwa kila kosa la mfumo wetu. Tunapanga upya mwili wako tunda kwa tunda, na bado hatujafika kwenye yale bora. Yatakayofuata yanafanya kazi moja kwa moja kwenye mzunguko wa damu na uwezo wa kuona, vitu ambavyo najua vinakupa wasiwasi mkubwa. Hofu ya kupoteza uwezo wa kuona ni halisi, na tunda namba 2 ni maalum kwa ajili hiyo. Kabla ya kuendelea na tunda linalofuata linalosafisha mishipa yako, nataka kufanya kituo. Najua mara nyingine inaonekana ngumu. Najua ni rahisi kufungua paketi la biskuti kuliko kumenya tunda, lakini macho yako yana thamani gani? Miguu yako yana thamani gani? Tunazungumzia kuepuka kukatwa viungo, kuepuka dialysis, kusafisha damu, na kupa ramani ya kutoka kwenye mazingamozi. Ikiwa umedhamiria na afya yako, ikiwa utatumia haya kweli, nataka kuona neno matunda kwenye maoni sasa hivi. Usifanye kwa ajili yangu. Fanya kama mkataba na wewe mwenyewe. Liandike. Tangaza kwamba unachukua udhibiti. Tunda namba 6, beri za bluu. Tuliache ini na twende kwenye mabomba madogo ya mwili wako. Mishipa midogo ya damu. Capillaries. Beri za bluu si mtindo tu, ni uhandisi wa mishipa. Tatizo la kimya la kisukari ni kwamba glucose ni kama kioo kilichosagwa kinachozunguka kwenye mishipa yako. Inakwangua na kuharibu kuta za ndani za mishipa yako, kusababisha uvimbe na hatimaye kuziba. Mshtuko wa moyo. Kiharusi. Beri za bluu zimesheheni anthocyanins. Rangi hizi za bluu ni vioksidishaji vinavyoingia kwenye seli na kuzima uvimbe. Utafiti wa chuo kikuu cha Maine ulionyesha kwamba zinaboresha usikivu wa insulin kwa watu wazima wenye ugonjwa wa kimetaboliki. Lakini nguvu yao halisi ipo kwenye ulinzi. Zinalinda neva za pembeli. Je, unahisi ganzi ama mwigilizo miguuni? Ile neuropathy inayokukosesha usingizi?
Vioksidishaji vya beri za bluu husaidia kulinda mielini ya neva zako. Huhitaji kilo 1, kiganja kidogo, mbichi, fresh. Hakuna juisi za viwandani ambazo ni maji yenye sukari na rangi. Hiyo ni taka. Namaanisha tunda zima lililochanganywa na mtindi wa asili kidogo au shairi. Unawekeza katika kuweka miguu yako ikiwa na afya, katika kuweka mzunguko wako ukiririka hadi kidole cha mwisho. Zaidi ya hayo, zinaboresha kumbukumbu. Na katika umri wetu, kuweka akili ikiwa kali ni muhimu kama kuweka mwili ukiwa na nguvu. Kuna faida gani ya kuwa na mwili wenye afya ikiwa hukumbuki majina ya wapendwa wako? Beri za bluu hupambana na kuzorota kwa utambuzi kuliko harakishiwa na sukari ya juu. Ni ngao mbili, mwili na akili. Hii inatuleta kwenye wasiwasi ninaouona kila siku kwa wagonjwa wangu wazee, uwezo wa kuona. Daktari, naona madoa. Daktari, napata shida kulenga. Retinopathy ya kisukari ni janga linaloweza kuepukika. Na tunda linalofuata ni pengine ulinzi wako bora wa kilishe dhidi ya upovu. Tunda namba 5, mapera. Hapa tunaingia katika eneo takatifu. Ikiwa kuna kitu kinachowatisha wagonjwa wangu wazee, zaidi hata ya maumivu, ni giza. Kupoteza uwezo wa kuona. Retinopathy ya kisukari haitoi taarifa, inasonga mbele kimya, ikizima uwezo wako wa kuona pembeni hadi siku moja. Kwa urahisi, huoni tena sura ya wajukuu zako kwa uwazi. Ni janga ambalo katika visa vingi linaanza na ile mishipa midogo ya damu kwenye macho yako ambayo hupasuka kwa sababu ya sukari nyingi. Lakini hapa ndipo pera linakuwa ngao yako ya kibiolojia. Tunda hili la kitropiki ambalo mara nyingi hupuuziwa au kuchukuliwa kuwa la kawaida na la bei chafu ni bomba la vitamin C, zaidi sana kuliko chungwa. Na vitamin C si tu kwa ajili ya mafua. Ni kioksidishaji kuu kinachoimarisha kuta za mishipa midogo za retina yako. Fikiria kwamba macho yako yanalishwa kupitia mabomba midogo sana. Kisukari hula haya mabomba. Pera huyapaka, huyaimarisha. Zaidi ya hayo, nyakati zake ni nzito kiasi kwamba zinakamata sukari kabla haijafika kwenye damu. Utafiti katika lishe na kimetaboliki ulionyesha kwamba kula pera zima hupunguza kwa kiasi kikubwa vipele vya sukari. Lakini tahadhari, zima. Nimeona wagonjwa wakifanya uhalifu wa kutengeneza juisi ya mapera, kuchuja nyayo na kunywa maji yenye sukari pekee. Hiyo ni taka. Kwa kuondoa nyayo, unabadili dawa kuwa risasi ya sukari. Lazima ule kwa kuuma na ganda lake nimeoshwa vizuri. Hapo ndipo pene uchawi. Na bora kuliko yote ni ya bei chafu. Huhitaji kuagiza matunda ya kigeni la bei isiyofikika. Dawa mara nyingi inakuwa kwenye uwanja wa jirani yako. Je, una ufikisho rahisi wa mapera katika eneo lako au ni katili kupata? Niambie kwenye maoni. Nataka kujua jinsi hii dawa ya asili ilivyo na ufikisho kwako. Tunda namba 4, cherry. Ikiwa pera linalinda macho yako mchana, cherry inalinda maisha yako usiku. Mara ngapi umeamka saa 9 usiku mdomo ukiwa mkavu, ukitaka kukojoa au moyo ukiwa unakwenda mbio tu? Hiyo, rafiki yangu, ni glukosi yako ikipiga kelele kuomba msaada wakati umelala. Usingizi uliokatishwa ni adui wa kimya wa kisukari. Ikiwa hulali vizuri, cortisol, homoni ya msongo wa mawazo yako inapanda, na cortisol yako ikipanda, sukari yako inaamka mawinguni, hata kama hukula chochote usiku. Cherry ni mkurugenzi wa orchestra anayerudisha maelewano mwilini mwako. Zina melatonin ya asili na anthocyanins maalum zinazopunguza uvimbe wa usiku.
Fikiria mwili wako ni kiwanda kinachohitaji kufunga kwa ajili ya ukarabati kila usiku. Ikiwa glucose iko juu, wafanyakazi hawawezi kurekebisha mashine. Cheri hupunguza uvimbe, huruhusu melatonin kufanya kazi na kukupa usingizi huo mzito na wa kurekebisha unaohitaji sana ili usizeeke kabla ya wakati. Utafiti katika jarida la chakula cha dawa, Journal of Medicinal Food, ulithibitisha kuwa zinapunguza viashiria vya uvimbe kwa watu wenye ugonjwa wa kimetaboliki. Lakini angalia, sizungumzii cheri za kwenye sukari, syrup, zile zinazong'aa na nyekundu wanazoweka kwenye keki. Hizo ni sukari tupu. Nazungumzia tunda mbichi au lililohifadhiwa kwenye baridi, frozen, bila sukari. Kiganja kidogo baada ya chakula cha jioni. Hiyo ndio siri. Ni kitindamlo chepesi kinachokuzuia kuamka usiku wa manane kutafuta biskuti. Ni mkakati wa kuzuia. Wagonjwa wangu wengi, wanaume na wanawake wa miaka 70 au 80, huniambia, daktari, tangu ninapokula cheri nalala moja kwa moja na kipimo changu cha sukari kinanitabasamia asubuhi. Na wewe unasumbuliwa na kukosa usingizi au unaamka kukojoa mara 3 kwa usiku? Andika usingizi kwenye maoni kama hili linakupata. Usilipuuze. Usingizi wako ni karakana yako ya ukarabati. Ikiwa imefungwa, mwili wako unaporomoka vipande vipande. Tunda namba 3, paipai. Tuache usiku na tuende kwenye mapambazuko. Tuzungumzie jinsi unavyoanza siku yako. Wagonjwa wengi wa kisukari wanafanya kosa la mauti la kula kifungua kinywa cha mkate mweupe na kahawa yenye maziwa. Hilo ni bomu la atomiki kwa kongosho ambalo linafanya kazi kwa shida. Hapa ndipo paipai linaingia. Tunda hili si tamu na laini tu, ni kimenyenya hai. Lina papain, dutu inayosaidia kumenyenya protini na kupunguza mzigo kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo. Umewahi hisi uzito tumboni, ule uvimbe unaodumu siku nzima? Mfumo wa mmeng'enyo uliovimba hauwezi kuchakata insulini vizuri. Paipai hufanya kazi kama balm. Ikiwa na beta carotene ambazo pia zinalinda macho yako na vitamin A, tunda hili hurekebisha utando wa utumbo. Na kumbuka hili, afya huanza tumboni. Ikiwa utumbo wako unapitisha vitu ovyo na umevimba, kisukari chako hakitadhibitika. Paipai hufunga, hutuliza na kulisha. Utafiti katika jarida la kisukari na matatizo ya kimetagoliki ulihusisha ulaji wa paipai na kupungua kwa mkazo wa kioksideshi, oxidative stress. Hii inamaanisha nini kwa Kiswahili rahisi? Kutu kidogo kwenye mabomba yako, kizeeke kidogo kwenye seli. Lakini ufunguo upo kwenye ubadilishaji. Si swala la kula paipai na mkate, ni swala la kula paipai badala ya mkate. Kikombe cha paipai mbichi na matopo kidogo ya limao. Limao huongeza ufyonzwaji wa vioksidizaji vyake na hupunguza zaidi athari ya glucose. Ni kifungua kinywa cha mabingwa wanaotaka kufika miaka 90 wakitembea urika. Fikiria pesa unaospend kwa dawa za kiungura, anti-acid, dawa za mmeng'enyo, dawa za kulainisha choo. Paipai huweza kuchukua sehemu kubwa ya duka hilo la dawa linalotembea kwenye mkoba wako. Ni uchumi wa busara, ni afya ya kinga. Tunda namba 2, kanjinja au cranberry. Zingatia, kwa sababu hii inatofautiana na beri ya blue tuliyohitaja hapo awali. Kanjinja ni mnyama tofauti kabisa. Ina ladha ya chachu ya kukaza mdomo ambayo wengi hawapendi mwanzo, lakini ladha hiyo ni dawa ikifanya kazi. Ikiwa beri ya blue inalinda neva, kanjinja husafisha mishipa na kulinda kumbukumbu yako dhidi ya shida ya akili ya mishipa, vascular dementia. Kisukari huharakisha ugumu wa mishipa, atherosclerosis, na shida ya akili. Ubongo hukaramelishwa na sukari ya juu. Tunapoteza kumbukumbu, umakini, ukali wa akili. Kanjinja lina proanthocyanidins za aina A. Molekuli hizi ni za kipekee kwa sababu zinazuia bakteria na kolesteroli mbaya kuganda kwenye kuta za tishu zako. Fikiria mishipa yako kama mabomba ya jikoni ambayo kwa miaka mingi yanajaa mafuta na uchafu. Kanjinja ni kiondoa mafuta cha viwandani cha asili. Hudumisha mtiririko ukiwa safi. Utafiti katika utunzaji wa kisukari, diabetes care, ulionyesha maboresho katika wasifu wa mafuta, kolesteroli na triglyceridi kwa wagonjwa wa kisukari. Na sote tunajua kuwa kisukari na kolesteroli huenda sambamba kuelekea mshtuko wa moyo.
Kwa kusafisha mishipa yako, unalinda moyo wako na ubongo wako. Jinsi ya kulitumia? Hapa kuna ujanja, kwa sababu kula zikiwa mbichi kuna siki sana kwa wengine. Imtishamo, infusion na nguvu. Chemsha maji, weka kiganja cha kanjinja kavu bila sukari iliyoongezwa, kagua lebo. Ziache zitoe kiini chake chekundu na kunywa maji hayo ya vuguvugu. Ni dawa ya kuimarisha mishipa. Pia husaidia kuzuia maambukizi ya njia ya mkojo ambayo ni janga la mara kwa mara kwa wagonjwa wa kisukari kutokana na sukari kwenye mkojo ambayo hulisha bakteria. Ni 2 kwa 1, unalinda moyo wako na figo zako kwa wakati mmoja. Una wasiwasi na kumbukumbu yako? Unahisi unasahau mambo haraka kuliko hapo awali? Si mambo ya uzee, ni ukosefu wa umwagiliaji wa damu kuelekea ubongo wako. Kanjinja linaweza kukusaidia kurejesha mtiririko huo muhimu kuelekea ubongo wako. Tunafika kileleni. Tumepitia matunda yanayorekebisha uwezo wa kuona, usingizi, mmeng'enyo na mishipa. Lakini malkia amekosekana. Namba 1. Lile ambalo limethibitisha katika maabara ya kliniki kuwa na athari karibu ya dawa katika kurejesha usikivu wa insulini. Kile nitakachokufichulia katika sekunde chache ninaweza kubadilisha kipimo chako kijacho cha hemoglobin ya glycosylated. Si kutia chumvi, ni sayansi iliyotumika kwa lishe. Lakini kabla ya kukupa jina la tunda hili la muujiza na mapishi ya mwisho ya saladi muhimu inayochanganya yote haya, nahitaji utafakari. Je, unajiandaa kufanya mabadiliko? Kwa sababu haisaidii nikikupa maarifa kama wewe huweki vitendo. Tunda namba 1 linapatikana. Ni tamu lakini limepakwa matode isivyo haki. Leo tutavunja imani hiyo potofu. Jiandae, kwa sababu tutazungumzia ukarabati wa kweli wa seli. Tutazungumzia jinsi ya kuurejeshea mwili wako uwezo wa kuchakata nishati kama ulivyokuwa na miaka 30, au angalau kukaribia hilo iwezekanavyo. Tunda namba 1, strawberry. Tumefika. Kito cha taji. Tunda ambalo limepakwa matode isivyo haki likishushwa hadhi hadi kundi la tamu iliyokatazwa kwa sababu ya ladha yake tamu na rangi yake nyekundu ya shauku. Lakini nisikilize vizuri. Strawberry ni pengine silaha ya biolojia iliyobobeza zaidi ambayo asili imeunda kupambana na ukinzani wa insulini. Watafiti watoka duniani kote, kutoka Ulaya hadi Amerika ya Kaskazini, wanatathmini mpya chakula hiki si kama keki tu, bali kama chungu cha kitibabu. Kwa nini? Kwa sababu strawberry shambulia mzizi wa tatizo. Wagonjwa wengi wa kisukari aina 2 wana kongo lililochoka na seli zilizoziwa kwa insulini. Strawberry zimesheheni fisetin, flavonoid ambayo katika tafiti za awali za kliniki imeonyesha kupunguza matatizo ya kisukari na kulinda neuroni. Lakini la kuvutia zaidi ni uwezo wake wa kupunguza uvimbe usugu wa kiwango chini. Ule uvimbe usioonekana unaokufanya ujihisi mzee, mchovu na maumivu. Utafiti muhimu uliotolewa katika jarida la Uingereza la lishe, British Journal of Nutrition, ulifichua kitu ambacho kinapaswa kuwa kwenye kurasa zote za mbele. Watu waliokula strawberry mara kwa mara walionyesha udhibiti wa juu wa glukosi baada ya milo na anguko kubwa la viashiria vya uvimbe. Ni kama kizima moto kwa damu yako. Lakini hapa kuna mtego, na nataka kuwa wazi sana ili usifanye kosa la mauti. Sizungumzii jambo na strawberry. Sizungumzii mitindi yenye ladha ya strawberry iliyojaa shira ya mahindi. Sizungumzii juisi za viwandani. Bidhaa hizo ni mabomu ya mkono kwa kongosho lako. Nazungumzia strawberry mbichi, fresh, isiyopikwa nzima. Unapoila hivyo, nyuzi zake na asidi zake za kikoboni hupunguza kasi ya ufyonzwaji wa sukari zake zenyewe. Ni muundo mkamilifu. Kiganja cha strawberry katikati ya mchana, unapohisi wasiwasi huo wa kutaka kula kitu kitamu, hazitulizi tu ubongo wako, bali udanganya kimetaboliki yako ili ifanye kazi kwa faida yako. Fikiria kwamba kila strawberry ni kidonge kidogo chekundu kinachosafisha vipokezi vyako vya insulin. Kwa kuzingiza, unalinda moyo wako, unaboresha mfumo wako wa kinga, na muhimu zaidi, unaupa mwili wako ishara kwamba kila kitu kiko sawa. Sasa nina swali zito kwako. Je, umekuwa ukiepuka strawberry kwa hofu? Je,
Walikuambia miaka 20 iliyopita kwamba matunda mekundu ni mabaya? Sayansi inasonga mbele. Tiba inabadilika. Ni wakati wa kusasisha program yako ya kiakili. Mapishi kuu. Saladi muhimu. Vital salad. Sasa kwa kuwa una funguo 10, zana 10, hazifai ikiwa zimetawanyika. Uchawi halisi, alchemy, ambayo nimeona ikibadilisha maisha ofisini kwangu, hutokea unapounda ushirikiano, synergy. 1 ujumlisha 1 katika biolojia si 2. Wakati mwingine ni 10. Nataka kukufundisha kuandaa kile ninachokiita saladi muhimu kwa wagonjwa wa kisukari. Si mchanganyiko rahisi, ni mkakati kamili wa lishe katika bakuli moja. Zingatia, kwa sababu hii inaweza kuwa chakula chako cha mchana au cha usiku cha kawaida mara 3 kwa wiki. Unahitaji bakuli kubwa. Ivuti picha. Kwanza, msingi. Nusu tufaa la kijani katika vipande na ganda. Kumbuka, pectin. Kisha, breki ya mafuta. Nusu parachichi lililoiva katika vipande. Hii itahakikisha kwamba ufyonzwaji ni wa poleo. Ongeza nyuzi za muundo. Pea moja lililokatakatwa pia na ganda. Ingiza kidhibiti cha ini. Nusu balungi katika vipande. Kama daktari wako anaruhusu na dawa zako, kama sivyo liondoe na tumia limau zaidi. Jumlisha ulinzi wa mishipa. Kiganja cha berry za blue na kanji nyakavu. Chache bila sukari. Usisahau uwezo wa kuona. Pera moja katika vipande. Na usingizi. Cherry chache zilizotolewa mbegu. Hatimaye, ukarabati. Strawberry 3 au 4 mbichi zilizokatwa. Kama una papai, ongeza vipande vichache kwa ajili ya mmeng'enyesho. Je, ni nyingi? Hapana, ni mlipuko wa uhai. Lakini siri inayounganisha yote imekosekana. Kichocheo. Utanyunyuza kijiko cha mbegu za chia zilizolowekwa pele ambazo hutoa omega 3 na kuunda jeli ya kingini tumboni. Na utamwagia yote na juisi ya nusu limao. Limao haizuii tu tufala kupata kutu au kuwa jembu. Asidi ya citric hupunguza fahirisi ya glukosi ya mchanganyiko wote. Ni akili sana. Una nyuzi, mafuta ya heri, vioksidansi, vitamin na madini. Yote yakifanya kazi kama timu ili glukosi yako ibaki imara kama mwamba. Saladi hii si chakula cha diet. Ni karamu ya seli. Unapoila, unahisi kushiba, unahisi nezi kali. Si ule usingizi mzito unaokupata baada ya kula wali au pasta. Mwili wako unakushukuru. Hitimisho, uamuzi ni wako. Tumepiga hatua ndefu leo. Toka tufaa la kijani hadi strawberry ya ukarabati. Nimekupa maarifa ambayo kwa bahati mbaya mara nyingi huachwa katika mashauriano ya haraka ya dakika 5. Lakini maarifa bila matendo ni taka. Haisaidii ukijua hili kesho wakati wa kifungua chasa utarudi katika mkate mweupe na kahawa yenye sukari. Kisukari hakisamehe kutoa ndanda. Lakini biolojia inashukuru. Ukiipa inachohitaji, inajibu. Nimeona wagonjwa wa miaka 80 wakipunguza dozi zao za insulin chini ya usimamizi mkali wa daktari kwa sababu tu mwili wao ulianza kufanya kazi vizuri zaidi. Nimeona neuropathy ikipotea, nimeona nishati ikirudi. Uzee hauhitaji kuwa hukumu ya ugonjwa, huo ndio uongo tuliouziwa. Tofauti kati ya kumaliza siku zako kitandani hospitalini au kufurahia matembezi bustanini na familia yako ipo mara nyingi katika kile unachoamua kuweka nchani mwa umma wako. Sikuombi uwe mkamilifu na kuomba uwe na msimamo. Anza leo, nunua tufaa la kijani, nunua strawberry, andaa saladi. Ikiwa video hii imekufumbua macho, ikiwa unahisi habari hii ina thamani halisi na kuomba fadhila ya kibinafsi, bonyeza like, penda. Si kwa majivuno, bali kwa sababu kila like inaiambia YouTube kwamba habari hii inaokoa maisha. Ishiriki na marafiki zako, na kikundi chako cha WhatsApp, na wanafamilia wako. Wakati mwingine video moja inaweza kuwa bofyo ambayo mtu anahitaji ili kubadilisha hatima yake. Na kama bado hujafanya hivyo, jiunge, subscribe, jiunge na jumuiya yetu. Hapa hatujisalimishi kwa umri. Hapa tunapigana kwa sayansi na asili.
Andika kwenye maoni ni tunda gani utakalolijaribu kwanza. Nataka kukusoma. Nataka kujua uko hapo ukichukua udhibiti. Kumbuka, afya yako si bahati nasibu, ni ujenzi wa kila siku. Jitunze sana na uwe na wiki iliyojaa uhai na glucose imara. Tutaonana kwenye video inayofuata.